بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولا نعمة الإسلام، ثم الحمد لله ولا نعمة القرآن. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم عفو السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ambaye Mola wetu aliyetuneemesha kutujalia kutupatia neema ya Uislamu. Yeye mwenyewe Allah Tabarakahu wa Ta'ala aliyetupa uhai wa kurudi tena na tena kuonana katika mabustani haya ya peponi, katika kuweza mwendelezo wa kuweza kukumbushana nafsi yangu irejee kwake Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Rehma na amani za Mungu zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye na alize na swahabaze na Waislamu ambao watakayeweza kufuata mwenendo wa mtume hadi siku ya mwisho. Nasi tunamuomba Allah atuweke miongoni mwao, Allahumma amin. Ndugu zangu, mama zangu, nafasi nyingine tena tumeonana ya tarehe 12 mwezi wa 6 katika nafasi ya kusema, katika nafasi ya kukumbushana, fadhakir fa inna dhikra tanfa'u mu'minin. Sisi malengo yetu hapa makubwa si biashara ambayo tunayotaka kusema, lakini nafasi tulionayo kwa leo kwa dakika hizi 30 ni kukumbushana. Hakika kukumbushana kwetu utawafaa wale ambao watakaweza kuamini. Ni mara ya pili leo kushiriki katika kikao chetu hichi. Naomba nianze utangulizi mzuri wa kila mmoja wetu hapa aliyepata nafasi ya kufika hapa. Ni azime masikio yako, utulivu kidogo wa akili. Kama umekuja na rafiki yako kwa muda huu, basi mtengane ili nije nizimalize dakika zangu. Kile nilichotaka nikiseme, na muomba Mungu anijalie nikifikishe kama kisi ninavyotamani kukifikisha, na namuomba Allah Tabaraka wa Taala na nyinyi mkipokee iwe ni manufaa baada ya sisi kuondoka hapa. Mada yangu leo ni kukumbushana kurejea kwake Allah Tabaraka wa Taala. Naposema kurejea, simaanishi moja kwa moja kuzungumzia kifo. Naposema kurejea kwa Allah, simaanishi moja kwa moja maisha tulionayo ya dunia. Kila mmoja hapa ana ndoto yake. Kila mmoja hapa ana mipango yake ya dunia. Zikaja haya nyingi, bal tufiruna alhayata dunia, watu watakimbizana na maisha ya dunia. Zikaja matukio mengi ya kuonesha namna watu watakuwa bize sana na maisha ya dunia, lakini maisha ya akhera ndo maisha yaliyokuwa bora. Hizi pia zimetangulia. Zikaja aya nyingi zenye kuonesha ubora wa kuisoma Qur'an. Zikaja aya nyingi za kuonesha ruhamau bainahum, tupendane kwa ajili yetu. Zikaja aya nyingi za kutambia tumche Allah Tabaraka wa Taala. Zikaja aya nyingi za kutukataza miziki, zina, matukio mengi sana. Lakini mimi katika haya machache naomba tuseme katika mlango mmoja wa kurejea kwake Allah Tabaraka wa Taala. Tunarejeaje sasa? Kila mmoja yuko hapa hivi.
mama anahitaji arejee kwa Mungu. Tunapata aya nyingi kwamba tumezaliwa, tumeishi katika tumbo la wazazi wetu, tumekuwa, tumetoka katika ulimwengu huyu, lakini ndoto yetu ya kila mmoja wetu ni kurejea kwake Allah tabarakahu wa taala. Sasa hapa ndo naomba nipazungurukie hapa kwa hizi dakika zangu 2-3 tupate nafasi. Kurejea kwake Allah tabarakahu wa taala maana yangu ni moja. Huyu tunayetaka kurejea kwake tumemtambua. Huyu Allah tabaraka wa taala tunayemsema tumemuelewa. Huyu Allah tabaraka wa taala ambaye tunatamani kuona kwamba kesho Jannatu Firdaus kuna watu wataingia katika pepo za Mungu, lakini huyu Mungu ambaye tunayemsema tumemuelewa. Huyu Allah tabaraka wa taala tunatamani kurejea kwake, tumemtambua. Hapa ndo sehemu ambayo naomba sasa tupatazame kwa utulivu uliokuwa mkubwa. Wahindi wao wana wakwao ambao wanaitwa Krishna. Krishna wao ndo wamemtambua kwamba huyu ndiye Mungu wetu moja kwa moja. Lakini kuna mwingine anaitwa Buddha. Hawa na wao wanamtumia kama nafasi, wanasema Buddha ndiye Mungu wetu. Lakini hata wasiokuwa Waislamu ambao ni Wakristo, na wao wanatumia mlango ule ule na wao wa kumtambua Mola wao, ambao wanasema ni Isa bin Maryam, ambao ndio Yesu. Lakini hata kwetu katika zama zilizopita yuko mmoja alitambulika kwa jina la Migurumiko. Walimtambua na watu wamemkimbilia. Lakini kama hili halitoshi, matukio mbalimbali yatajitokeza. Lakini nia na lengo letu tunapotaka kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, tumemtambua kwanza, tumemuelewa kwanza. Leo anaweza wakakupa mtihani mwepesi sana. Uterere tumepata neema alhamdulillah. Chef de zone wa Uterere anafahamika ni mheshimiwa ndugu yetu Akizimana Musa almaarufu Pedaya, ndio chef de zone tulionaye. Sasa tukiwauliza kina mama, kila mmoja wetu hapa atoe ushuhuda namna alivyomtambua chef de zone wetu Akizimana Musa Pedaya. Kila mmoja atasema hapa kwa namna alivyoishi naye. Wako ambao watasema alikuwa msomaji mzuri kwenye mihadhara, wako ambao watasema alikuwa ni mwalimu wetu kwenye madrasa. Kila mmoja atasema kwa kile alichomtambua, na kweli ukikiangalia kiundani utasema ni sahihi, kila mmoja hapa alipatia. Lakini Allah tabaraka wa taala tunayetaka kwenda kukutana naye, umemtambua mama yangu vilivyo? Umemwelewa sawa sawa? Hata Wakristo na wao wanasema wamemtambua, lakini aliyemtambua Mkristo si sahihi. Leo wanaamini kwamba baada ya kufa kwao watakwenda kukutana naye. Wanasema nyumbani kwa baba kuna makao mengi. Ukiangalia baba anayezungumzwa hapa si mwingine, wao wanaitakidi kwa Yesu Isa bin Maryam. Lakini kwenu sasa mmemtambua Allah tabaraka wa taala, ili mtakapopata nafasi ya kurejea kwake Allah, unarejea kwa yule uliyemtambua maisha yako ya duniani. Sijui naeleweka katika mifano hii? Tunaenda vizuri? Sasa ili tujiaminishe sisi maisha na matendo yetu, Allah tabaraka wa taala amejitakasa katika Qur'an, akasema Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la taqudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Allah tabaraka wa taala ameonesha ufalme na utukufu wake, huku akakariri katika hilo
lauma fi samawati wama fil ardi, ni vyake peke yake Allah, vilivyokuwa juu mbinguni na vilivyokuwa chini katika ardhi, vyote ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mama yangu, unataka kwenda kukutana na Allah, umemtambua? Niingie sasa katika pointi ya kuzikumbusha nafsi za kila mmoja aliyekuwepo hapa. Katika nafasi ya kusema mimi nimemtambua, nimetoa mfano wa kidunia ambao nimetoa nafasi za ndugu yetu al-Ustazi Sheikh Dezone, kila mmoja hapa amemtambua. Lakini wasikilize wacha Mungu sasa waliyemtambua Allah tabarakahu wa taala. Tasema wawili na nirudi kukuuliza na wewe utakapokuwa umeondoka hapa, iulize nafsi yako, umemtambua Allah? Unapotaka kwenda kukutana naye, unaenda kukutana na mtu ambaye manabii, mitume, umemtambua huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa sikiliza, moja katika maisha ya Firauni pale, alijitangaza laana za Mungu ziwe juu yake. Alijitangaza kwamba yeye ndo anayafaa kuabudiwa katika zama zile. Allah tabaraka wa taala akamtuma Nabiullahi Musa akwende kubeba ujumbe kwa Farao. Sasa malengo yangu mimi, mmoja katika watoto walioleleka na Firauni pale, mmoja katika wale alikuwa ni binti. Akatokea mtu mmoja mwenye kumsuka katika ule binti wa mtoto wa Firauni ambaye ndiye Farao pale. Wakati anamsuka, amemsuka vizuri, taratibu vizuri, kile kichanuo kikaanguka chini. Kilivyoanguka chini, akasema Bismillahirrahmanirrahim, akachukua ile kichanuo. Mtoto mmoja katika watu wa katika nyumba ile akasikia maneno yale, akamuuliza, una baba mwingine, una Mungu mwingine unayemwabudu, unayemtegemea kuliko Mungu ambaye ni baba yangu? Ndio Firauni hapa anakusudiwa hapa, huyu aliyemtambua Allah tabaraka wa taala. Akajibu akasema, ndiyo, ninaye, si mwingine. Nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Akaashiria moja kwa moja huyu amemtambua. Habari zikakwenda kwa Farao, habari zilivyofika akaitwa ule mwenye kusuka. Alivyoitwa akaulizwa, akasema, ni kweli mimi nina Mungu mwingine ambaye sio wewe. Mimi Mungu wangu ni Mungu ni mmoja ambaye hakuzaa wala kuzaliwa. Mimi Mungu wangu ni Allah tabaraka wa taala ambaye na wewe ukiwemo. Ndio maana mwanzo nikasema Allah amejitakaza kwamba lauma fi samawati wama fil ardhi, ni vyake Mungu vilivyokuwa juu mbinguni na vilivyokuwa katika ardhi. Katika ardhi ndio mimi na nyinyi hapa. Kwa sisi wote tulivyokuwa hapa, sote tutaenda kwa nani? Tumemtambua sasa kwenye matendo. Ndo kazi tuko nayo moja hapa. Sasa baada ya huyu shakiri hili, likatengenezwa sehemu la bakuli la maji kama kirinda hivyo. Wakachemsha maji ya kutosha, wakamchukua ule mama na wanawe wote wakawatupa katika yale maji yamechemka kweli kweli. Lakini huku wakamuuliza, una Mungu mwingine kuliko mimi? Lakini kwa sababu amemtambua Allah, msimamo wake umebakia nini? Ni Allah tabaraka wa taala. Huyu amemtambua Allah, huyu amemwelewa Allah, huyu amekiri kwamba maisha yangu mimi yamesimama na Allah tabaraka wa taala. Nije kwako mamangu mpenda Kitchen Dawa, umemtambua Allah? Kama ndiyo, mbona bado ungaliki huko? Mbona bado ungali kwenye kigodoro? Mbona bado ungaliki katika matimu mbalimbali? Mbona bado ungaliki katika mizunguruko mbalimbali? Leo nasaha na mawaiza yanatolewa kwa ndugu zetu hawa wa 10 sijui 50, wakina Masudi wao wanasema inakuwa sasa ndo content, vichekesho, na watu wanaonesha na mifano. Dada anavaa dira, unamuona kaka wa Kiislamu
anachukua na yeye anavaa dira, eti anamjibu Imam Masudi, na yeye anajiita eti Sheikh Masudi shashakataza hivi, Sheikh Masudi. Yani anaona fahari sana kwamba mtu alipata content ya umaarufu, mtu amepata nafasi sasa ya kujionesha. Uende katika matukio mbalimbali, angalia vichendawa mnavyovifanya. Matukio haya mmemtambua Allah tabarakahu wa taala? Iulize hapo sasa nafsi yako. Sasa ni kweli utasema nimemtambua? Uliyafata yale aliyokuamrisha? Unataka leo sasa kwenda kukutana naye, unataka leo sasa kwenda kushuhudiana naye, ili hali kuna mtu anakuambia mimi kusema nipate usingizi mzuri naweka kama ikutera fasi kama muziki kazuchu ndo analala. Kuna wengine anakuambia wakati mimi ninafua atachukua simu yake ataplay pale, bora atie kwanza muziki kidogo na huku ndo anafua. Kuna mwingine kusema akorope ndani, ataanza TV atawasha kwanza taarabu kidogo ndo anakoropa. Unaenda kukutana na Allah tabaraka wa taala, unamwelewa unaenda kukutana naye? Unaujua uzito wa unayekwenda kukutana naye? Unaujua ufalme wa yule unaenda kukutana naye? Nafsi yako hapa duniani ina mapokezi ya aina gani ambayo leo ukiitwa sasa njoo ukakutane na Allah tabaraka wa taala, umejiandaa mama? Umemtambua huyu? Nafsi zetu lazima zibadilike, maisha yetu lazima yabadilike, kwa sababu tunaenda kukutana naye. Ni manabii na mitume walikubali kupambana. Angalia leo mtu anaingia katika Uislamu, jambo la kwanza wakati anaingia katika Uislamu anatoleshwa ni shahada. Na shahada ni nini? Yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Huyu anatoleshwa hii shahada kwa maana gani? Amtambue kwanza, aingie moja kwa moja ulimi wake wa kwanza ukiri kwamba hakuna mola mwingine apasaye kuabudiwa isipokuwa nani? Umemwelewa huyo unayemtaja Allah? Manabii walichoka. Moja katika kisa cha mama yetu ambaye anaitwa Sumaya. Sumaya alikuwa na mume wake ambaye anaitwa Ammar. Katika zama zile wanamleta Sumaya. Sumaya anatangaza shahada. Sumaya anakiri. Sumaya anasema Mungu ni mmoja tu na Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ndiye mtume wa maisha yangu. Habari zikakwenda, zilivyokwenda wakamtafuta Sumaya, wakamleta Sumaya, wakamweka viwanjani. Wakati wanamuweka Sumaya viwanjani, wanamchukua mume wake, wanamfunga mwanae pale kwenye kona, sehemu kama 3 mduara. Mtoto anamtazama mama, machozi yanamtiririka. Anamwambia mama, leo nafsi zetu zinateseka. Mama anamtazama mme wake, hali ni ngumu kweli kweli. Watu wanawazunguka katika viwanja vile sana kiwanja cha mpira. Dunia inashuhudia, watu wanashuhudia. Sumaya wanamwambia kubali kwamba Lata na Udha na Manata ndiyo miungu ambayo inastahili kuabudiwa. Sumaya anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Huyu ni mama ambaye amefanya nini? Amemtambua Allah tabaraka wa taala, amemwelewa huyu, amewiva huyu, matendo yake huyu hayajaanza jana, ameleleka huyu. Sumaya anakiri kwamba Mungu ni mmoja, anamsikia mwanae, anamtazama mwanae, anamtazama mume wake, jasho zinawateremka, hali ni ngumu kweli kweli. Zinaletwa farasi 2, wanamweka mama Sumaya pale viwanjani. Farasi ya kwanza inamfunga Sumaya kwenye mguu wake wa kulia, farasi nyingine inamfunga Sumaya kwenye mguu wake wa kushoto. Farasi wanaziamrisha ziweze kutaka kukimbia. Kabla zijaenda kukimbia, wanamuuliza Sumaya kubali Lata na Udha na Manata
kwamba ndiyo miungu inastahili kuabudiwa. Sumaya anaonesha msimamo wake. Mama yetu huyu anasema shahadu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wanaziamrisha zile farasi mbili zikimbie. Wakati zinakimbia, ule mama anaenda anahangaika katika viwanja, anaenda anagongwa kwenye majiwe mbalimbali katika viwanja. Kwa mbali wanaamrisha farasi moja ipite mguu wa kushoto, ingine ipite katika upande wa kulia. Sumaya ni mama wa Kiislamu. Vaa hilo mama yangu, kwamba ndio wewe miguu yako wanaiburuta katika uwanja, alafu unasikia wanaamrisha moja kushoto, nyingine kulia, huku wanatanua miguu ya mama. Wakati anakwenda, mwanae anaona miguu ya mama, mume anaona miguu ya mke wangu. Mguu wa kwanza unafyatuka, damu zinatiririka. Mguu wa pili unafyatuka, damu zinatiririka. Mama na katika yote miguu miwili natoa damu. Wanamfata Sumaya pale, wanamwambia Sumaya, Lata na Udha na Manata ndio miungu yako. Anasema bora nife, ashhadu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wanachukua mkuki, wanampiga Sumaya sehemu yake ya siri, anakufa. Alimuelewa Allah tabaraka wa taala. Wewe na kichendawa chako kishaga kushinda, umeshamuelewa? Wewe ambaye leo unasema maisha yako wewe ni Muislam, lakini ukitazama matendo yako si ya Kiislamu. Kuna mtu yuko hapa, ukiangalia matendo yake tofauti na Uislamu. Kuna mtu yuko hapa anaitwa tu jina la Amina, ukimuuliza miaka mingapi, miaka 18, una juzu ngapi? Hata juzu ama hajasoma. Sasa haya yote ni kutaka kukuonesha kwamba ni lazima tuelewe, tumtambue Allah tabaraka wa taala. Ni tunaenda kukutana naye, tunaenda kuonesha matendo mazuri tulioishi nayo katika ulimwengu huu. Dasa yangu mama zangu, dasa yangu dada zangu, aminini dada yangu, maisha tuliokuwa nayo haya ni ya muda mfupi sana, lakini tunaenda kukutana nayo. Hii ni ahadi, hii ni nafasi ambayo utake usitaki unaenda kukutana na Allah tabaraka wa taala, unaenda kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kheri na mwisho uliokuwa mwema. Unaposema amini, miziki umeacha, amini endane na vitendo. Unasikia Mungu atuongoze jamani, Mungu atuongoze. Akuongoze uanze kutoa sasa. Anza leo, iambie nafsi yako ipunguze. Ambia nafsi yako, mimi nilikuwa napenda muziki, ndaacha taratibu. Anza leo maandalizi. Mama yangu, kukutana naye Allah sio pepesi, lazima uanze leo. Na unaanzaje? Qur'ani yenyewe kusoma kwetu tabu. Wametokea jamaa watatu, wamempenda binti mmoja mzuri kweli kweli. Alhamdulillah, wakati wanampenda, mmoja katika wao wakasema hivi, ule binti si tunamhitaji, lakini baba ametia sharti limoja tu, atakayewaoa wanangu, atakayemuoa mwanangu lazima awe amesoma dini. Basi mmoja akasema hilo jambo lepesi, akamchukua mshenga, wakawa wameenda naye kama watu wawili. Waliofika ndani, baba anawauliza karibuni, malengo nimeyafahamu. Mshenga, jina lako nani? Mshenga akasema mimi naitwa Yasini. Kaambia bismillah, unaweza ukaisoma. Mshenga akaikunguta Yasini vizuri, alhamdulillah. Baba akasema nilipata wageni. Kizaza kwa baba harusi atakula lau hana. Unaitwa nani? Anaanza jina lako sasa. Eti baba, mimi naitwa Abduli, lakini maarufu anapenda kuniita mzee kulu Allahu. Yani limradi tu asikie kama anaitwa kulu Allahu, amwambia asome kulu Allahu. Hii kukuonesha ni nini? Zama tulizo nazo dada zangu pamoja na mama zangu, katika nafasi ya pili
tuamini kwamba haya maisha tunaenda kukutana na Allah tabaraka wa taala. Kwa nini nilisema hivyo na malengo yangu ni nini katika dakika hizi? Sisi tulipata mtihani ambao katika siku zinakwisha hapa. Mimi nimempoteza baba yangu. Nikisema baba na maanisha baba yangu mdogo ambaye ni mume wa mama. Siku zinaisha hapa nilisema kwamba mimi baba yangu alifariki nikiwa niko Mkristo, ambao nikiwa niko Mkatolika, na nimeingia katika kanisa la barabara ya 20 pale. Kama unaenda msoko ya Kinama pale kuna ile kanisa ndefu sana hii. Ile mimi nimeingia hemo sana na nimeishi mle sana kwa muda mrefu sana. Lakini kama haitoshi, ukija Gitega barabara ya pili pale kuna bomba liko hapa, alafu kuna kanisa pale. Ile kanisa ile pale, katika watu ambao walifyatua matafari, yani matafari ya mwanzo ya kujenga ile kanisa, mimi nilikuwa mstari wa mbele katika kuijenga ile kanisa. Sasa hii ni kukuonesha nini? Malengo yetu sisi. Namshukuru Mungu na najivunia pia kuona leo nimepata bahati ya kutumikia Uislamu na kuona neema ya Uislamu. Na namuomba Allah anijalie haya ninayoyafanya yawe ni sababu ya kupata pepo na mwisho uliokuwa mwema. Mzee akawa ameumwa sana. Mzee wetu aliumwa kwa muda wa kutosha, lakini katika kuumwa kwake bahati nzuri mimi mpaka kufariki kwake nimejitahidi kadri na hali. Gari yangu ndo alinimbeba kwa mganga, na mpaka tunampeleka kama leo na kesho ndo anakufa, mimi ndo nimembeba kwenye gari. Nifuate hapa ili nimalizie katika hii pointi ya muhimu sana. Hakuna kitu kinachouma mamangu. Zile posti tuna posti za picha za marehemu. Wallahi sikuelewa kwamba wanakuwa wanaumia sana wale mkosa ndugu yao. Zile picha tunaziposti, unasema mashallah mama yetu mdogo tulikuwa, yani kile kilio ni kibichi kwa watu ambao wamefiliwa wao. Wewe unapata ule ujasiri, lakini hawa ndugu wanaumia nafasi iliyokuwa kubwa sana. Nimefika alhamdulillah, mzee tumefikishwa hospitali, wakaanza kumuongezea damu, wakaanza kumuongezea pumzi. Usiku wa kuamkia siku ya Arafa, yani ule mchana wake wa Arafa, mama ananipigia simu kama saa 5 kuelekea saa 6. Mama ananiambia, sasa Hamza, mbona mmeniacha mimi kwa mganga? Ungelikuja na wewe Hamza. Kono na mama na utu uzima wake, akili zinaruka. Ufiwa sio jambo la mchezo mama. Ulisikia hilo, na Mungu wa kweli atujalie atupe mwisho mwema. Mama ananambia, unaniacha huku na nani? Ungelikuwa huku. Nikachukua simu nikamtumia kwanza mainite ya 5000. Nikamwambia, mama, hiyo ndio pepo yako huko nayo. Acha kutegemea msaada tena wa binadamu. Hakikisha mpaka mme wako alikata roho huko karibu yake. Yani katika hapo utumia hiyo nafasi, ndio msikiti wako. Jichunge sana, nende chooni nirudi. Yani hakikisha katika hayo dalili zenye ziko hapo, uhakikishe wewe unasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ili uone kama anaweza akapata mwisho uliokuwa mwema. Angalia maneno haya, ni mtoto ndo anamwambia mama, alafu na anamwambia hapa kuna dalili ya mtu kufa. Sio vitu vyepesi. Wallahi sio vitu vyepesi. Mama anaambia, mama usilie. Ukilia unaniangusha mama. Ukilia unapoteza muda. Ukilia ile nafasi ya kukaa na marehemu na kukaa na mzee, hakikisha hiyo nafasi itumie vizuri. Zima simu, kaa karibu yake. Ya asubuhi ni makadara ya kwake Allah tabaraka wa taala. Kwa kweli mama akapata ujasiri mpaka alfajiri. Tumeamka ile siku ya Arafa, mimi nikakwenda
kwa kama muda wa saa 2 saa 3. Nilivyofika yuko kwenye Mambomboni pale, mzee anapata mida lile hapa, nikaona tu kama hapa mzee ashaenda. Hichi ni Kimbomboni tu ndo kinafaa wa. Lakini sasa ile roho ya kumwambia mama mzee ashakufa, wallahi nimekosa. Naangalia wadogo zangu wako pale, wakina Sumaya, wadada zangu, watoto bimano wa marehemu ambao tunachangia mama. Ni udogo, maskini ya Mungu, miaka 13. Nikamwambia kama babako alikufa. La ilaha illa Allah. Sasa kama sikumwambia hatutoki kwa mganga. Ikabidi nimwambie mama tutulie tena. Ndo hali inaendelea hapo, dalili nishaona kama hapa mzee hatuko naye hapa, mzee hapa tu. Lakini najifunza sura ya kuingiza maneno. Usizanini vyepesi, mtu amekufa, shangazi achukue simu apige asalamu alaykum. Ile kutoa taarifa ni jambo lizito kweli. Mungu awarehemu ndugu zetu waliotangulia makaburini. Nikalifani kisha mpaka kufika saa 6 hapo. Siku ya Arafa hiyo, saa 6 inaelekea. Niseme nisiseme. Na mwangalia mama maskini, mama sina hata zimia hapa. Nimtoe nje, nisimtoe nje. Lakini nikajitahidi waita watoto wa marehemu. Nikasema kutokana na hali ya mzee, wamtoele Mbomboni, twende wengine hospitali, jua hapa ni kama wasaidii kitu. Ili basi wabijionee wao. Mimi ulimi unanishinda kuambia hivi bana mzee ashakufa. Binanishinda kuvisema. Wallahi ni hali ngumu sana kweli, asikudanganye mtu. Na hapa ndo nimeona uzito wa kujua kwamba iko siku tutaenda kukutana na Allah tabaraka wa taala. Mzee ni mtu ambaye ndo alikuwa prosh. Wakati nambeba kwenye gari, ananambia mama Media yuko wapi? Yani ndio jina la dada yangu mkubwa. Anambia mama na wewe ingia kwenye gari. Mzee amekaa hapa, mimi ndo driver na nampeleka. Mzee hapo ametepeta. Mzee ananipa manasaha mawili tu matatu. Ananiambia tuisikaze za dini usisiache. Mimi tunapiga zetu tu story. Umemaskini ya Mungu ndio mwisho wake, huyu hata iona hata laidi. Sasa la kumalizia ambalo ninalonifanya mimi kusema haya, mwisho ikaonekana familia tumekubali hii gharama itakuwa kubwa. Pale iko urgence. Hospitali kasema inabidi atolewe urgence apelekwe Msale. Kasema alhamdulillah, hapa ndo nafasi. Na kule daktari naye akaona tu hapa hamna kitu hapa. Alivyoenda tu akanambia bana tushajikaza sana, akatuita. Akasema hapa hatuna binadamu tena. Mzee ashafariki. Hiyo taarifa mama zangu ni nzito sana usikie. Wallahi sisi yote akili. Afu shofere ni mimi ndio inabidi tena nimrudishe nyumbani. Shofere ni mimi na wananambia kwamba mzee alizunguruka ataki gari nyingine ambayo itakayemrudisha nyumbani. Sawa, gari za kuzikia zikitaka zije lakini zikamchukulia nyumbani kumpeleka wapi? Makaburini. Lakini ya kumtoa pale hospitali mpaka nyumbani, ile ilikuwa inamzungurusha ndio itampeleka. Nimesikia uzito kweli, hata wa kuwasha gari. Alhamdulillah, mzee tulimpeleka vizuri, tumemuingiza ndani. Asubuhi yake ndio laiti. Utaenda kusali hapo. Pagumu hapo usisikii. Pagumu. Usiku wake nikatoa amri, nikawaita familia, mama, wadogo zangu wote, nikaambia ni hapo mnazungumza haya maiti iko ndani hapa. Ni ujasiri. Wallahi nikawaambia wadogo zangu na waombeni inshallah sala ya Isha tuisalie hapa. Na mtoto wa kwanza, wa pili wa mzee ambaye anaitwa Mwalimu Abdurrauf ndio inabidi tusalishi hapa la Isha. Mzee aanze kuzipata khairi angaliki humu ndani. Tukasali pale. Baada ya kumaliza nikawaambia kilio chetu sio cha kulia. Kama kuna mtu katika nyinyi anataka kulia, asilie. Kilio chetu sisi kio ni cha dua, cha kumwombea aliyetangulia. Jua nawaambia hayo wanajua baba yuko ndani.
pazito hapo. Wallahi bahati nzuri kwa taufiki ya Mungu, Allah akatuwekea wepesi, tukawa tumejitahidi atukulia sote, tukasali pale, tumemaliza pale kizaza asubuhi alfajiri. Nimetoa usali, nimepita pale, nimeenda kumwona mle ndani, tukawa tumeelekea kule uwanja wa Laidi. Tuko na dada yetu mmoja ambaye anaitwa huyo Sumaya. Sumaya anamwambia twende tukasali, ananiambia kwa kweli utanisamehe. Anambia Sumaya twende tukasali Laidi. Ni pagumu sana kwenda kusali Laidi umeacha maiti ndani. Ni pagumu sisi. Yaani ni pagumu hapaelezeki. Mimi nimeenda kusali, nimeweza kusali, nikawa nimerudi nyumbani. Sasa familia pale sisi tutasalia msikitini. Sumaya ule binti wa miaka 13 ananiita chumbani, ananiambia mimi sitaki kumuona baba jicho la mwisho. Sitaki kumuona, lakini naomba nimsalie sala ya jeneza. Miaka 13 anaenda 14. Anasema ya jicho la mwisho yeye msimuiti. Lakini sala ya jeneza kwa upande wa wakina mama, basi mwanaume hata wanawake wasali kivyao, wanaume na ambao mtenda msikitini. Lakini pale kwa wanawake, binti wake ndo anataka kuongoza sala ya jeneza. Sisi wote tulishtuka. Sisi wote tulishangaa. Alhamdulillah, maiti ilikoshwa pale haraka haraka, tumemtia barazani. Jamani, jicho la mwisho. Kila mtu akazunguka pale anatazama, wadua. Yuko chumbani anasoma zake Qur'an. Mwanao anaweza akapata ujasiri. Na hili alianzi mpaka umtengeneze mtoto mapema. Ili sio jambo ambalo utazani eti ni leo. Bwana, na mimi nataka mtoto wangu jamani sikuta kufaga mimi. Na mimi anisomeage Qur'an, hata kusomea na muziki. Hata kusomea ana madrasa. Hata kusomea na dini au kumbeba. Kumbe anzeni mapema kuelewa kwamba tunaenda kukutana na Allah tabaraka wa taala. Nende haraka juu nimalize nafasi hii ili sitoe machozi tena hapa kwa watoto wadogo hapa. Ikawa ni mtihani. Allah nipe subra katika hili. Sasa ikabidi tumemaliza kuona jicho la mwisho. Sisi yote. Mama anataka kulia. Kumbuka kode yetu jana tulisema hakuna kufanya nini? Kulia. Mama anataka kulia, kaniona kawai, kuangusha machozi. Kwa kweli walijitahidi sana. Hakuna hata mtu mmoja mwenye alilia. Ile jamani leo hii maisha yetu ataishi na nani? Hakuna mtu alifanya hivyo vitu. Tukamaliza tukafunga pale. Sumaya njoo uongoze ibada. Watu walishangaa. Ndio binti anakuja sasa anasimama mbele ya jeneza la baba yake. Hakumuona jicho la mwisho, lakini jana alikuwa naye kwa mganga. Na ndo rafiki yake, yani ukisikia hivi mtoto wa papa. Kila mzazi wote anapendaga mtoto wake wa mwisho. Aswa bahati nzuri na akawa binti. Mwanaume anakuwa sio sana, juu mwanaume anasemaga chini kibandi. Lakini kwa binti, anakuwa ni mtoto wa papa. Alikaa nako, alikapenda Kasumaya sana. Yani urafiki wao ulikuwa gani wa madrasa. Kama kwenda kwa madrasa ni shairi. Sasa na ile siku sasa tunatoa mwili. Sumaya anafika kwenye jeneza la baba yake. Wallahi anapiga Allahu Akbar. Hapa atakuwa sala tena. Sasa sisi sawa wanaume ndo tunaanza kulia. Tunakuwa sasa tunaambizana baada msili sana tabiona. Yani mnakuwa lakini kulia ni nje kujificha bila chanaume ili Sumaya afae nini aimalize ile ibada. Wallahi alimaliza kumsalia sala ya jeneza baba yake na akatoa salam, hakulia na akamwambia nipeni njia, akarudia tena ukitanda, akachukua masafu yake akaendelea na soma, tukachukua maiti tukaweka iko kwenye jeneza, tukaibeba msikitini. Tulipofika msikitini kijana wake tena huyo mwalimu Abduraufe ndio kijana wake tena na yeye akasema mle kwa wanaume na mimi ndaisalia. Dada alisalia na mimi kaka nafanya nini? Nasalia. Sio dalili za mwisho mwema. Hiyo dalili kuwazi sana.
Akafika pale Abdurraufi na yeye akasalia. Abdurraufi akajikaza. Alivyomaliza kusalia pale, tumeenda mpaka makaburini. Katika watu wataingia mle ndani kuchukua mwili. Wakasema Abdurraufi aende, nikamwambia siingi. Sasa kazimia huko ndani. Acheni mchezo wa kumpokea mwili wa baba uache kwenye udongo. Hichi kitu kitamwika huyo Abdurraufi miaka mingi, kitoka mkishwa kitachukua muda. Lakini sana naona tunamwagia udongo. Tunampa Abdurraufi, rusha udongo. Hapa alikuwa pazito. Kurusha udongo kwa baba yake. Ndio tunamwona analia. Lakini tulimkaza kaza. Alhamdulillah, maana yangu kutaka kusema hii ni nini? Wakati sisi tunataka kwenda kurejea kwa Allah, lazima tuwe na maandalizi mama zangu. Wallahi nisikudanganye, nisijidanganye, vizazi vyetu vitaonesha matendo yetu tulioishi nayo duniani. Yani vizazi vyetu sisi vitaonesha matendo tulioishi nayo duniani. Huyo mzee anafariki siku ya Arafa, anazikwa siku ya Laidi, anasaliwa binti wa kwanza kwa wanawake mtoto wake, anasaliwa kwa wanaume mtoto wake. Vilio vya hivyo unaweza bitafuta ni kama 18 hiyo bahati ya hivyo. Yani hiyo hivyo bitafute ni vichache sana kwenye hizo bahati. Kwa hiyo ni kukuonesha kwamba hawa walikuwa na haki ya kutokulia japokuwa panaumiza. Nafasi kubwa wanajua kama hapa mzee wetu atakuwa ameenda sehemu iliyokuwa nzuri, na tunamwomba Allah amjalie kheri katika kaburi lake na mkutanishe na mema ya watoto zake. Sasa lakini na wewe mwanao, anza leo mama. Na wewe haujachelewa. Na wewe anza leo. Kwa kumalizia maneno yangu, sawa na dakika ambazo zenye tuko nazo katika kikao chetu, sisi wote hapa tutafurahi kama tutakuwa na kitu kinachoitwa sadaqatun jaria. Sisi wote tuko hapa. Mimi nishafisha, wewe ushafisha, na wewe kesho utakufa, na ule atakufa, na ule atakufa. Lakini tunakwendaje kwa Allah?